Tunakushukuru sana kwa ambao umeendelea kutusikiliza. Tumeendelea kujuza kuhusiana na tukio kubwa kabisa la ufunguzi ama uzinduzi wa studio zetu za Radio Furaha FM. Nikukumbusha tu kwamba Juni mosi mwaka 2010 Dayosisi yetu ya Iringa ikiwa na umri wa miaka 23 iliongeza mtoto mwingine kati ya wale watoto wengi, ambaye ni kituo hiki bora kabisa cha Radio Furaha, ikiwa ni utekelezaji wa dhamira ya kueneza neno la Injili kwa watu wote hadi vichochoroni hadi kwenye maeneo mbalimbali, lakini ambayo ilikuwa ni ahadi ya muasisi wa Dayosisi ya Iringa, Askofu mstaafu Profesa Oldenburg Moses Mdegela katika uwanja wa Samora wakati anaweka wakfu. Nikukumbusha tu kwamba leo hii ikiwa ni siku ya 5818 sawa na miaka 15 na miezi 11 na siku 5, unaweza kusema miezi 191 sawa na siku 5 ambazo tupo nazo kwa siku hii ya leo, ikiwa ni siku ya baraka na tangu kuanzishwa kwa kituo chetu cha Radio Furaha Juni mosi mwaka wa 2010. Hii ni dhamira njema ambayo iliachwa na Baba Askofu mstaafu Profesa Oldenburg Mdegela, lakini iliachwa kwenye mikono salama ya Baba Askofu wa sasa ambaye ni askofu wa pili wa KKKT Dayosisi ya Iringa, Daktari Blaston Tuluene Gavile, tangu Juni mwaka 2017 wakati alipowekwa wakfu katika uwanja wa shule ya msingi Gangilonga. Mwaka mmoja baadaye 2018 Radio Furaha ilifanya maboresho ya studio awamu ya pili na awamu ya tatu ambayo imefanyika maboresho makubwa ikiwa ni mwaka wa 2006, lakini mtoto wake ukianza tangu Disemba mwaka 2025 ikiwa ni awamu ya tatu. Na leo hii tunashuhudia utekelezaji wa maono ya dayosisi kwa mujibu wa mpango mkakati wa miaka 10 kuanzia mwaka 2018 hadi 2028 kuwa na kanisa la Kilutheri linalokuwa na kujitegemea na likimtangaza Kristo kwa ujasiri kwa kutumia Injili ya Yesu Kristo. Na baada ya kushuhudia ufunguzi, msikilizaji wetu wa Radio Furaha FM, tukukaribishe kabisa, lakini leo tukiwa na ugeni mkubwa hapa ndani ya studio, tukiwa na kiongozi wetu mkuu wa Dayosisi ya Iringa, Daktari Blaston Tuluene Gavile, lakini akiwa ameambatana na msaidizi wa askofu Baba Dean Mchungaji Askari Mgeyekwa, lakini tupo na katibu mkuu wa KKKT Dayosisi ya Iringa, Mwalimu Shadrack Nyaulingo, pia ameambatana na mwenyekiti wa bodi na Mchungaji Donald Kiwanga, lakini wote hawa wako hapa wakiwa chini ya mwenyeji wetu, meneja wa kituo hiki cha Radio Furaha, Mchungaji Tito Yared Kilale. Na moja kwa moja mimi nisipoteze wakati ni mkaribishe kwa ufupi sana meneja wetu ambaye ndio mwenyeji wetu kwa siku hii ya leo, Mchungaji Tito Kilale. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na hongera sana. Asante sana. Msikilizaji amevalia joho kwa sababu leo ilikuwa ni tukio la kiibada ambalo ilikuwa ni ufunguzi, lakini si mara nyingi sana tunashuhudia kitu kama hiki kwa maana ya kukuta amevaa majoho, na leo na baba askofu amevaa joho kwa siku ya leo. Karibu sana baba mchungaji, meneja wa kituo cha Radio Furaha. Nikupe nafasi pia mkaribishe Baba Dean, alafu mkaribishe baba askofu kwa siku ya leo. Karibuni sana. Asante sana, ninamshukuru Mungu na napenda kutumia fursa hii kumkaribisha msaidizi wa askofu Mchungaji Askari Mgeyekwa ili aweze kuongoza itifaki. Karibu sana msaidizi wa askofu. Asante. Basi hii ni nafasi ya pekee ambayo tunazindua studio hii. Naomba nichukue nafasi hii kumkaribisha baba askofu ili aweze kuwasalimia wasikilizaji na kuwa na neno nasi. Karibu baba askofu. Asante sana. Wapendwa management ya Dayosisi yetu ya Iringa, kanisa la Kiinjili ya Kilutheri Tanzania, baadhi ya wakuu wa majimbo mlioko mahali hapa, mwenyekiti wa bodi ya Radio Furaha, meneja wetu wa kituo hiki wetu Mchungaji Tito Yared Kilale, watangazaji wote wa Radio Furaha, missionaries wetu Kristen ambaye ni mkurugenzi bega kwa bega, missionary wetu kutoka Sweden ambaye ametumwa na chama cha SEM Stefan Holmström, pamoja na wote mliopo mahali hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Awali ya yote tunamshukuru sana Mungu kwa zawadi hii aliyotupatia radio yetu hii, lakini sambamba na hilo nishukuru sana kwa ajili ya kupata studio nzuri, studio ambayo hakika inaonekana ni studio nzuri sana, ina viwango vya hali ya juu sana. Kwa kweli tumshukuru Mungu kwa ajili ya hili. Nishukuru Mungu sana kwa ajili ya wazo hili la kuona tuwe na studio kubwa nzuri inayokwenda na wakati.
Nishukuru sana sana kwa mtu wa wazo hili, lakini pia nishukuru sana kwa wote waliochanga na kuchangia hadi kufikia hapa tulipofikia. Wapendwa wasikilizaji wa Radio Furaha, kweli na washukuru sana, mmejitoa sana kuchanga kile kidogo ambacho mmekuwa mkikichanga, shilingi 100, shilingi 200, shilingi 500. Leo tunaona utukufu huu. Hakika ile sadaka yenu ilikuwa ni kama mbegu ya haradali inayotupa kwenye udongo, lakini baadaye mbegu hiyo inaota, linakuwa mti kubwa mpaka ndege wanajenga viota. Ndivyo mlivyofanya ninyi wasikilizaji. Ninawashukuru sana wasikilizaji wote pamoja na wadau wote popote pale mlipo. Mungu awabariki sana kwa kazi kubwa hii ambayo mmeifanya. Yesu Kristo mwenyewe anasema katika Yohana 12 kwamba mtu akinitumikia anifuate pale nilipo, na mtumishi wangu ndipo atakapokuwapo. Tena mtu akinitumikia Baba atamheshimu. Mungu awaheshimu kwa kazi kubwa, kwa sadaka hii mliotoa ya kuweka studio yetu katika hali hii, ambaye kwa kweli kazi kubwa ya studio hii ni kutengeneza mambo ambayo Mungu anatutuma kwa ajili ya kufikisha Injili kwa watu wote kote, kuanzia mitaani huko, kama muasisi Baba Askofu mstaafu Profesa Odenberg Mdegela lilivyokuwa wazo lake kwamba Injili ihubiriwe kuanzia vichochoroni huko, sokoni, stendi na mahali pengine pote. Sasa uboreshaji huu ninaona unaunga mkono mawazo makubwa aliyokuwa nayo Baba Askofu Profesa Mdegela, kazi ambayo tunaiendeleza leo, ambayo ninyi wasikilizaji na wengine wote mmeichukua. Mungu awabariki sana. Lakini pia katika Petro wa kwanza 5:4 anasema, na mchungaji mkuu atakapodhihirishwa mtaipokea taji ile isiyonyauka. Ndivyo Bwana awafanyie wote mliogusa mifuko yenu mkamtolea Mungu. Bwana awabariki sana. Naomba wapendwa, tusichoke katika kutenda mema. Basi tuendelee kuona kwamba redio hii ni ya kwetu sisi wote. Kwa hiyo tuendelee kuimiliki na tuendelee kuiendesha. Mkiona tena watu hawa wameleta ombi kwamba haya tuchangie, wapendwa wasikilizaji, naomba msiwe nyuma, tuchangie ili kazi ya Mungu iende mbele. Mchango wako hata kama ni kidogo unafaa sana. Bwana wabariki sana. Tuna studio nzuri wapendwa, ni nzuri, yenye viwango vizuri. Sasa tunaweza tukamkaribisha hata mgeni mkubwa kabisa akija hapa Iringa. Karibuni sana aje hapa. Hata Mheshimiwa Waziri Mkuu tutamkaribisha aje katika studio yetu hii ili aje